Kwamba pia kujifunza namna gani tunaweza kumjengea mtoto huruka, sana sana huruka ya kiutendaji, ili aweze kufanikiwa katika maisha yake, kwa sababu kitakachomfanya mtoto wako afikie yale malengo yake awe kwa anataka ni huruka yake ya kiutendaji, na sio kwa mtoto, hata wewe mwenyewe vile ulivyo na mafanikio yako na au kutofanikiwa kwako inategemea huruka yako ya kiutendaji, na pia taeleza baadaye na maanisha nini. Katika kumjengea huruka na mengine kama nilivyosema, lakini zaidi sana pia kumsimamia na kuwa karibu naye na kuhakikisha anaenenda na kuwa vile unavyotaka awe. Na hapa ndio kwenye tatizo kubwa, sababu tumefikia sehemu tumewacha watoto tu wajiendee wenyewe, yaani kumjali mtoto huna mpango naye, kwanza aende shule utomkea haujali, wala kufuatilia anaishije, ana malengo gani maishani mwake, yaani umemwacha. Na hivyo inasababisha kuwa na vijana ambao wameharibikiwa. Kama wameharibikiwa unaelewa, yaani vijana ambao wameharibikiwa na wanaharibikiwa kwa sababu ya sisi watu wazima, wazazi na walezi, kwa sababu hatujawa karibu nao, hatujawalea. Majuzi hapa nilikuwa na pale ninapoishi, mama mwenye nyumba na ana mtoto wake mzima hivi. Yule jamaa ana mtoto wake ndio kidogo anasoma shule ya pili. Sasa yule jamaa hajaenda shule miezi miwili, yaani yuko tu mtoto hajaenda shule. Na kabla ya hapo alinunuliwa daftari kama 10 hivi, daftari mpya amezichana kutoka jarada, yaani umebaki daftari majarada ile yamebaki tu karatasi hivi na zimekunja. Sasa pale kwa mzozo pale, mama wa yule baba wa mtoto, yaani mama mzazi wa baba wa mtoto, yule baba wa mtoto amewaka pale, yaani wewe siku zote unaenda shule sijui nini, amewaka pale itakuwa wewe takuwa kuwa ndio kitu kidogo, sema mtu anataka kuuawa. Sasa inabidi nitoke nisogee pale kusikiliza nini hapa. Sasa jamani, nimesikia mnaongea mambo ya shule, mtoto wa shule sio mdadeko ni shule na maendeleo yake ovyo. Nikauliza bali kuna nini? Wewe unasema bwana unaenda huko shule ya kaki kama daktari hizi ndio daktari nje jana karibu anaongea pale sema yale mambo ya malezi. Sasa mimi nikamuuliza nisema hivi, siku za karibuni hapa kama wiki mbili au mwezi uliopita umejaribu kumfuatilia kwamba anaenda shule au haendi? Hatuja kidogo kwa kweli, sio kufuatilia kama anaenda shule au haendi. Yaani imagine ndani ya mwezi mzima, sio kwamba anaishi, yaani mtoto wako unaishi naye ndani, hajaenda shule wiki nzima, wiki mbili, hujui huna habari, yaani mambo ya kuamka kazini na saa 12 kwanza, labda wale wanaishi eneo ya karibu na posta kule, kwa wale wanaokosa ndio wanaamka saa 12, wale watamara kuamka saa 10 na ndani kwa mwezi saa 10 kashaamka. Sasa saa 10 kashaamka mtoto hujui, na watoto wa siku hizi yaani okay, kupunguza story. Nikamuuliza umewahi kwenda kuongea na walimu kwamba mtoto wako maendeleo yake sio mazuri, pamoja na kile bwana analalamika kwamba maendeleo ya mtoto sio mazuri? Nikamruhusu kuongea na umeshakwenda shule kuongea na walimu juu ya maendeleo ya mtoto wako? Sema hapana. Ndio tunaona muuliza kufuatilia mtoto kumsimamia maendeleo yake, akasema hapana. Sasa wewe mtoto hoja kuangalia hujao karibu naye, alafu baada ya kuandika hiyo haidi shule, yeye anakaa kucheza mpira, unamlaumu wa nini hapo? Mtoto unamlaumu mtoto wewe? Unajua katumii tunaonea watoto sababu yeye mtoto kama mtoto atafuata kile anachoona ni rahisi, anachokipenda, anachokifurahia, kuona anakitaka hicho ndio atakufuata. Sio kibaya kile mzuri hajui. Sababu yeye ni mtoto mdogo. So kutoangalia hiyo imepelekea sehemu tumekuwa na watoto ambao wana mwelekeo, wameharibikiwa, na changamoto. Hii sehemu na hiyo ni sababu mojawapo ya kubadilisha. Kama ulikuwa mwangalie mtoto, tafadhali sana, unapoteza kizazi, unaharibu kizazi.
Okay. Sasa jamii bora kutengenezwa. Jamii bora kutengenezwa. Nikisema jamii bora, jamii na imply watu. Kwa hiyo nikisema jamii inamaanisha watu, kwamba watu bora kutengenezwa. Na unaposema watu bora au jamii bora unamaanisha nini? Ni wale watu au jamii yenye kuwa na sifa stahili au sifa njema, unaweza kusema, katika kufanikisha maisha ya jamii husika. Sifa njema, jamii yenye sifa njema kwa ajili ya kufanikisha maisha ya jamii husika, hiyo ndio jamii njema. Sasa tukiongelea jamii njema yenye sifa njema, hizo sifa zipo nyingi, lakini pamoja na sifa nyingine kuna sifa kuwa ya uadilifu, sababu jamii haiwezi kuwa njema kama si uadilifu, na kama haina uadilifu haiwezi kupelekea kuwa na maisha yale ambayo inatakiwa kuishi. Kwa sifa mojawapo ya jamii bora, sifa moja ya jamii bora ni ile jamii ambayo ni adilifu. Lakini sifa nyingine jamii bora ni jamii ambayo inawajibika. Jamii inayowajibika, hiyo sifa nyingine ya jamii bora. Lakini pia jamii bora ni jamii yenye kumcha Mungu, sababu hatuwezi kutenganisha vitu viwili. Yaani huwezi kuongea jamii bora sawa, hizo jamii za wapagani ambao hawajui Mungu wanaishi, lakini kwa msingi au kwa makusudi ya mafundisho haya, naomba uchukue sifa hizo tatu kwanza, kwamba jamii bora naongelea hapa kwa jamii kutengenezwa ni ile jamii yenye uadilifu, jamii inawajibika, jamii yenye kumcha Mungu, yale inaishi maisha yale ambayo sio maisha ya roho, maisha mazuri. Hiyo ndio jamii bora. Na mtu anatengenezwa, unaposema mtu ameumbwa na kukamilishwa na vitu vitatu. Kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho. Hivi vitu vitatu ni sana kufahamu katika maisha yako. Mwili, nafsi, roho. Flesh, mind and spirit. Sasa mtu anatengenezwa katika mind yake, katika nafsi yake. Sababu huwezi kutengeneza mwili tayari, huwezi kuandaa mwili. Hiyo sio kazi yako. Huwezi kuandaa roho. Roho ipo. Lakini kuna kitu kinaitwa nafsi au mind ambayo inashughulika na masuala ya ufahamu, uelewa na utendaji kwa jumla, ile mind. Sasa hiyo unapoongelea jamii bora, basi jamii bora ni hiyo yenye mind ambayo imepandikizwa vitu vyema, imepandikizwa vitu vizuri, imepandikizwa elimu sahihi, imepandikizwa elimu sahihi. Tuko wote? Naongea vitu ambavyo havipo, hamjawahi kusikia. Nataka niweke msingi ili mwisho wa siku mwelewe, okay, kisa tuongee, kwa sababu hapa nikianza kuongea leo mtoto usifanye hivi wakati unaelewa, utaelewa. Yaani unapofanya hivyo nini vinahusika, utanielewa. Ndio maana mfano tunapoongea mind, kwa pale unapomlea mtoto na kumwelekeza fanye, unakuwa unatengeneza mind yake, unatengeneza nafsi yake, hapo vile anatakiwa kuwa, kwa sababu kinachotengenezwa ni mind, fahamu, uelewa. Sawa? Kwa mtoto unadili naye